I'm one guy that doesn't like forcing things. I'm one guy that takes a day as it comes. So with the limited number of minutes that I had that season relative to kina Kemboi. Kemboi alikuwa ashaanza kuimbwa kama huu ndio striker, the next striker. Ningecheza positions zingine more comfortably at higher levels. Yeah, not saying that I've struggled as a goalkeeper in the Kenyan Premier League. Jumite na misi mfupi. Yeah, you're not that Ati short. mfupi vile. Nyaja wase, today we have a very special episode for you. We are with one of my friends who, for lack of a better word, we were not able to be friends earlier because life takes you in different directions. But hopefully through this conversation, you guys will have a better understanding of who he is, who I am. No, I'm kidding. Who he is and his journey. So without further ado, would you like to tell guys who you are, something about yourself? Yes, I would love to. First of all, thank you for having me. Karibu sana. Ni opportunity poa sana ya kukama hapa kujiexpress kama Edwin Mukolwe. Huku nje watu wananijua sana kama mpambanaji. Cause I am bigger on pushing through your adversities. So mimi ni msetu wa kawaida mwenye najaribu kutafuta a better day for my family, a better day for myself. So that's Edwin in a nutshell. I respect you sana. A lot of guys don't know this. Edwin and I met 2016 is how many years? 10 years ago. Yes, 10 years exactly. And we met for the very first time. He has a very good memory, by the way. We met in Marist, uko Karen. He had just, I think, umemaliza catch. Yes. Me, I was here trying to find my feet, running around Nairobi. We were those guys. But as fate would have it, I took my buddy for a trial. AFC were having trials. And back then, we knew trials were the gateway to our dreams. Yeah. So I didn't even interact with Edwin, which is so funny, but I tried to get into the team. I was not successful. He managed, and that's the reason why he's here. Edwin, a lot of guys at home really, I think would die to experience even a quarter of what football has given you. I would like you to help us understand what it's like for a young guy living Kakamega to come all the way. And guys don't know you're from Coast, by the way. No, I'm not from Coast. You're not from Coast. Because guys always you're from Coast or something. So No. you're not from Coast. No. Okay. But the Kenyan football space has been an eye-opener. I credit the man that I've become to the vitu ambazo nimepitia kwa ball, kwa sababu football ya Kenya inakuonesha picture ya life. Unapatana na watu tofauti, unapatana na challenges tofauti, experiences tofauti hapa na pale, which I feel like zimeshape reality zangu in a different way. I kid you not. It's funny how nikianza ball like professionally ndo tulijuana. Yeah. Na nimemaliza Na tumejuana tena. tunapatana. Yeah, so that's a very interesting fact. But football ya Kenya imekuwa experience poa. I am very grateful for the years that I put in. I am proud of the decisions that I made to pursue football as a career. Like imekuwa experience ingine eye-opening, like imekuwa experience. Kumekuwa na siku poa, kumekuwa na siku mbaya, but 10 years after giving myself to the sport, like I sit back and I say I'm proud of the decisions I made. And you're happy to... Yeah. You left it all on the field. Yes. Sina kitu ambayo nasema, though nilikuwa na aspirations, niko na dreams, as we all have, but as a Christian, you come to realize that God is now the author and the finisher of our journey. So nilikuwa na dream. Kwanza kubwa sana nilikuwa nataka nicheze AFCON 2027. But ilifika point I had to make that big decision for myself, especially, and then now for the family that I have. And nikaona it's been a good run. Wacha dereva anishukishe, nimefika stage yangu. But Edwin, you don't just wake up and get there and you're like, hey, I've had enough. What happened? What are some of these things?
ni zile vitu ni kama marriage marriages zenye zinaenda up na divorce. Most of them unapata kumekuwa na small bits of anger, small bits of resentment, small bits of frustrations zenye ambazo hazijakuwa resolved, hizo conflict ambazo hazijakuwa dealt with, ambazo at the end of it all unaamka tu hivi siku moja na una feel the weight of it all, alafu ni ile the last straw ambayo inakufanya unasema let me let go, because I know hapa mbele nitakuwa sawa. But it was a tough decision, I kid you not, because age wise I'm 28. So age wise I'm in the Kenyan Premier League. Watu wanajua sasa hii ndio time. Watu susema kipa uingia peak at 35 sasa. Makipa wa Africa tuko na Deno wa Uganda ako 42. Bro, there's something you told me out there that I think these guys need to hear. You told me, you know, usually in life, or rather in the Kenyan game, he told me, man, if you're a young keeper, auoni grao. Nilikuwa nakwambia trajectory ya goalkeeper wa Kenya na so at the time we were signing, nilikuwa na kina Alfred Wekesa, tulikuwa na kina Haron Nyaha, like tumetoka shule the same time na Eric Ouma, tumetoka shule the same time, but trajectory yetu ni tofauti sana juu an 18-year-old boy has no business standing in goal for FC Leopards against Gor Mahia. Labda kama wewe ni Arnold. And Indeche is on the bench. Ati Indeche ako on the bench ama Ian Otieno ako on the bench. Yeah, you have cause fundamentals na football knowledge in Kenya is not that heavy. Is not that huge. So that's why unapata goalkeepers wa Kenya anafika 28, anafika 30 ndio anaanza kuelewa vitu ya kumbe crossi, kumbe ni hivi. But yeah, so that's why as a keeper in the Kenyan Premier League inahitaji mindset ingine tofauti sana, different from Haron Nyaha ambaye tulikuwa in the first season na akapata opportunity ya kwenda hadi Hull City. Mimi the first season nimekuwaga tu bench. Bro, unajua huku nje I was telling you about my experience at Thika with those Hull City guys. Yeah. How they came just on the worst day. It was raining. I don't know, we played the game at 9 a.m. It looked like it was 6 in the evening. For you, what was it like that day? Mimi, like I felt, I'm one guy that doesn't like forcing things. I'm one guy that takes a day as it comes. So with the limited number of minutes that I had that season relative to kina Kemboi alikuwa ashaanza kuimbwa kama huyu ndio striker, the next striker. Na tumetoka naye shule the same, na mimi mwenyewe mimi ni a budding player, mse mwenye anakam and what not. So hiyo opportunity come, I was genuinely happy for them because unajua ni ile hata Marcelo akitoka Gor, I was genuinely happy for this individual kwa sababu they are wanakupatia ile motisha kwamba it's possible. It's actually possible that unaona ni kama zile wase wenye wanacheza lottery majuu, alafu huku Kenya ujuangi nani ameshinda hizo lottery. I've never met a jackpot winner on the road. I've been looking. Lakini sasa hii ni unasikia jamaa mmekuwa na yeye high school. Ameshinda. Actually ameenda SA. Joseph Okumu alitoka Chemelil, ameenda South Africa and is actually playing there. Unaona, so zilikuwa pointers zile zinakupatia hope. Yeah, so looking back at them, zilikuwa moments poor. You know, actually talking to you right now, you realize your cohort yako ya catch, manze ya catch. I don't know if it's class of 2015 or class of 2016. Class of 2015. You guys are amazing. You produced actually a lot of guys who we can say went places with this football. It's interesting because unaona ni kama ile story ya iceberg. Ya kwamba unaona the tip yenye iko juu. Because now the crop of players that I had the opportunity of playing with all through my 4 years at high school, Kakamega High School. Boss, watu huku nje wanajua ball. Watu huku nje wako na ile, unaona ile African innate talent. Instinct. Unasema ni instinct. Huku Africa tunaweza tu na instinct. Huku si coaching. Huku hakuna football knowledge. Huku ni hii ball na feel ni ifanyie nini sahi.
Walai. And Kwa that sab- was it. kwa sababu nikiwa high school nikiingia afu unajua Kakamega it's a footballing powerhouse. Mi nikiingia kulikuwa na goalkeepers wengine 6. Huh? So mi nilikuwa keeper wa 7 naingia. And what gave you faith to persevere? Because keeping, you see the advantage outfield players have. You can rebrand. You could be a striker, then you get to the team and see. Utility noma. Huo msesezi mtoa, lakini hapa kwa fullback kuna chance. So growing up I had mtaa yangu sasa ndio Kenya tena imetoa makipa wa Z. We had people that we would look up to. Kina Jojo Pio alikuwa hadi Sofapaka zile time wakienda kucheza Egypt and stuff. Kina Philip Odhiambo ambaye amekuwa Homeboys. So we had people that we could look at and say ni wase wa mtaa na wanacheza bola na enjoy, and most of them walikuwa wanacheza as in tulikuwa na a field place nilikuwa na stay kulikuwa na Train ya extra training ni hapo tu mtaa. wana train hapo mtaani, alafu sasa now katika hizo the kicks and stuff sisi ndo tulikuwa wase tunarudisha balls. Bro, wait there. You know what's so funny, Keepers are interesting because I hear, I was not a keeper, but I hear that keepers are people most keepers are very introverted. But it's funny you should mention that in your younger days of developing, an older keeper, you're the guy actually helping him train. Yeah. Bro, strikers are not like that. A guy wants to run, he wears his things and starts jogging at night. When all of you are asleep, you can't see him. But I think it's also because a striker anaweza train independently. Goalkeeper huwezi train independently. Lazima ukuwe na mtu atakuserve hizo balls. Lazima watu wakishoot balls ziende huko, lazima ukuwe na watoto ambao watawarudishia. So Jojo Pio and Philip Odhiambo walikuwa wana train pamoja. Jojo Pio I think was at Tusker, alafu Bobo alikuwa tunamtanga Bobo alikuwa JMJ. So walikuwa wana sharpen each other. Alafu sasa unajua ile kama watu wa mtaani, mimi nikawa join tu ile Did you always want to be a keeper? My guys just put you there and you were stuck with it. They didn't put me. I was never necessarily put at cheza hapa. The good thing with the neighborhood that I was in is ilikuwa wewe unajisikia kucheza wapi. Kama ucheze. We kama ucheze cause again alafu training ya goalkeeper pia ilikuwa si ati ni consistent and stuff. Unajua ile yenye kuna post ndogo huku haya wenye watafunga. So that is all the fundamental knowledge ya football ambayo nilipata. Na au wakitrain ndio mimi nikajitolea ni join. Yeah, so I was never told exclusively at wewe you'll make a good keeper, which I feel is a gap that should be addressed in the Kenyan football. Kwa sababu unaona with the height that I am at, you're tall. I'm not tall. No, but you're tall. No, I'm not tall. Bro, I've seen some keepers. You just even thinking at the beginning of the game how you can just lob the guy. But if you look at it with the places that we would have loved to play, Manuel Noah ni ma 6 foot. Donnarumma bana. Ma 6 foot sijui nini. Unajua? Mimi I'm 5 foot 10, 5 foot 11. Unaona? So lakini sasa hizo umesema goli anapiga touch ama? Hiyo ni wa Kenya tunajaribu kukopi. Hata EPL wanasema Raya ni mfupi. Ukweli wrong. It's true. Na Raya ni 6'2". They're still saying he's tiny. Yeah, they're saying he's short. He's very short for a keeper. Juu hao wako na kina Nick Pope. Watu wenye wanatoshana huko juu wako na kina De Gea mwenye unafikiri ni mtu size hivi ni giants. Big guys. And this was highlighted nikiwa under 20 tulienda kucheza South Africa. Alafu katika camp naongea na a local. Ananiuliza, "And what position do you play?" Nikamwambia goalkeeper. Akashtuka. "You don't look like a goalkeeper. You're short. You're small." Like the Niger keeper for this AFCON. God, Jesus Christ, that guy was a house bana. Watu ni wakubwa. Huyo ni Nabwali. Mtu ni mkubwa. Kuna picha fulani imepigwa ameshika hizi madefender wake sijui huko South. Cheaper ati hawafanyi kazi. Yeah, so unaona hizo requirements za height, requirements za physique as we come to know about those things later. Sasa mimi looking back, because I'm very comfortable playing infield. I'm comfortable with my feet, with the ball in my feet. So I was better placed to play midfielder
I was better placed actually to play midfielder. Juu nikichezanga ndani, mi nakuanga number 8, number 8, number 6. I'm very comfortable there. But sasa Kenya kwa sababu hatuna hizo, unaona ile ni kama manual, mtu akupatie tu with this height, because I was very athletic. Kitu ilinifanya nikuwe good at goalkeeping is I was very athletic from a young age. I come from a family of 3 boys, so lazima ukue athletic Uko ndio sawa. usurvive kwa hiyo nyumba, unanipata. So hiyo Yeah. athleticism ndio ilikaa ikani set apart kwa goalkeeping, but looking back with my height requirements, with my physique requirements, ningecheza positions zingine more comfortably at higher levels. Yeah, not saying that I've struggled as a goalkeeper in the Kenyan Premier League. Jumite na misi mfupi, Yeah, you're not that ati short. mfupi vile. But it would have given me an advantage if I was taller to play like a GK. But yeah, like experience yangu ya kule ndio ilifanya tu nitake kuwa goalkeeper. But siku ati na guidance ati unaweza kuwa keeper mdeadly. So from day one mimi nimekuwa tu learning on the job. So is it that you went to catch and from the first day you reported to school, you're like, I want to be keeper and I think I can be the keeper in this team? Ama it took time? Games za mtaa sasa nilikuwa nacheza post. Tulikuwa, so makipa ambao tulikuwa tunawaangalia, kina Bobo, kina Jojo Pio, wakikuja games za mtaa hao wataki kucheza post. Unataka kucheza ndani? Wanataka kucheza ndani. So it gives me an opportunity basi. That means I can play. So I could play. So, and funny story is nikienda Kakamega in my first week I played rugby. I didn't play football. When I It was rugby season? Ama No. Kakamega it's kila time ni time it's ya football sports. season? Kila time ni time ya sports. So nikijoin hiyo January, because now for me I went there on academics. On academia, sikuenda trials, zile watu ambazo huenda and then they get a scholarship and what not. Mi nilienda kama academia. So ni ile ni time ya Kusoma. na mimi mama yangu na masomo. Ni kama There's no compromise. Yeah, there's no compromise about that kwa sababu ni wale wazazi ambao hawajaona anything, hawakuwa na evidence ama proof that sports could pay at the time. So mimi ilikuwa mambo ya ball niko curricular. So ni ile saa 10 nimeenda grao, alafu naona najaribu kutafuta ni sport gani naweza cheza. Ndio nikaingia rugby. Juu nilikuwa na boots na nilikuwa na gloves, nilikuwa nazo kwa box, lakini nilikuwa na boots na short tulipatiwa short za So ukaenda trials za team? Nikaingia hapo maform 1 wanacheza. Basics za rugby sifanyi mbaya, juu nimekuambia tena nilikuwa athletic. So uko tu nao. Lakini sasa watu venye walikuwa wanachotana. Sasa sisi maform 1 tumetoka, sasa magwiji wanaingia. Nikajiambia hapa nitajimaliza. Yeah, alafu because now soccer has always been a part of me. Kitu ilifanya nisiende soccer the first week ni juu kulikuwa na watu wengi. Field ilikuwa kila msee anataka kucheza ball. Ilikuwa na watu kama 40. Unanipata? And they're all good ama ni ile there's a mix? Magolkeeper hao wenye nilipata 6 wote ni wazuri. Wote wanataka kucheza na wote ukiongelesha wanakuambia venye nikitoka hapa nataka kucheza FC, nikitoka hapa nataka wote. All 6 now plus you 7. Mimi plus me 7, na sasa mimi ni form 1. Au wengine form 2, form 3, form 4. Balls. So Edwin, what made the difference in the end? How did you get into that? Inaitwaje? Ama 6 guys got injured? No, time. Because now mimi ni ule wa longevity, mimi sinanga haraka. So after some time mwenye alikuwa number 1 alimaliza form 4. Kaenda. Mwenye alikuwa number 2 Saha Kevin Onyango Gor Mahia akatoka. So kuna wengine wenye walikuwa hapa wakatransfer shule zingine, so tukabaki. Kuna mwingine tena alikuja tukiwa form 1, Timothy Odhiambo ako Ulinzi sai. So tukabaki si wawili. So ni sisi, unaona sasa hiyo Umefilter kiasi. Imefilter. By the time I'm in form 3 I can play the game. Alafu Kakamega kulikuwa na opportunity ya kucheza league matches. Kulikuwa na league matches, division 1, alafu na school games. So kuna kipa anacheza school games na div 1. Mimi sasa nilikuwa nacheza div 1, mimi nilikuwa nacheza ligi. Alafu Timothy Odhiambo yeye anacheza school games.
ilinisaidia juu nilipata some Experience. some experience na some match minutes. What was your best game in catch? In Kakamega, The game that made you feel, yeah, I think I can do this a level above where we are. that moment didn't come in Kakamega. It came at? It came at home. Kwa sasa nikikuja nyumbani, Yeah. mid-term na hizo vitu, nilikuwa nakuja and then And your feet. I'm fit, I'm You fit vibaya seriously fit. sana. I'm fit, I'm fed. Kwa Yeah, sababu you're kama well niko fed. umekula vizuri, sina mambo mingi. So there's a team called Kangemi. Kwanza ilikuwa Kabete, nilikuwa Kabete, that was class 7, class 8. Alafu sasa nikiwa high school, there's this, he's the one in charge of zinaitwaje hizi national teams at FKF, anaitwa Athanas Obango. So he took me to his team, Kangemi All Stars. So tournament, na hiyo ndo ilinipea kazi AFC by the way. So hizi tournaments za August, December, nilikuwa Uko busy mbaya. narudi niko on. Hapo mama yangu sasa anasema afadhali kijana akicheza cheza hivyo, Ukwe busy, usiingie kwa akuwe shughuli mpira, zingine. asikue kwa hizi shughuli zingine juu tena unajua Yeah, you're young, you have energy. happy percent boy ako na energy mob. So ilikuwa ni kama pastime huku, but huku sasa ndo nikaanza kupata hizo comments, watu wananipea compliments kwamba you're a very good goalkeeper nini. Tukacheza hizi tournaments combined. Timu Wanyonyi alikuwa anapenda hizo tournament sana, the MP for Westlands. So tournament zake nilikuwa nacheza na kuwa best keeper. Game ilinipatia kazi FC. Juu mimi sasa ni FC nilisign nikiwa hata tukipata na trials, mimi nilikuwa nishamalizana na story. It was just a formality. Ilikuwa You were telling me formality. about this I thing told hapo you, nje. Hizi ilikuwa- trials za Kenya tu ni movie. Kuna watu ambao wanakuja hiyo trials lakini Wako ndani wako tayari. sure, wako 80% in. So ni game gani ilikusainisha huko? So hizi game ilikuwa final enye mimi nilikuwa nimesimama my side, ilikuwa inaitwa Honorable Team Wanyonyi Super Cup 2014. Yeah. So mimi nimesimama my side, Faruk amesimama ile side. Ile timu yao ni combined ya masuperstar, iko na kina Kahata, Yeah. iko na Shikokoti, wamejikusanya hivyo. But at the time, did you know who all these guys were? Ama you Yes, will come yes. to kacheza? Boss, I'm in high school. Uko na Nafuatilia info. ligi. Niko na zile madayari zile za vijana yenye umekata Daily Nation. Uko Umeweka nazo, picha umechekiwa ya say. Wycliffe Kasaya hapo, umesema venye yeye ni mzini ni nini. When I grow up I want to be like Kune. Unajua? So kuna Yeah. wase nilikuwa najua kina Gisheru. Hao ni watu wenye hizo game tulikuwa pamoja. Na so hiyo game ndio ilinipea job juu sasa kulikuwa na crisis at Leopards. At Leopards hawakuwa na pay, hiyo time hawakuwa na Yeah, sponsor. they didn't have a sponsor. So after hizo tournament ni nini, si nimeenda mtaani nikapigiwa simu, boss, uko free? Nikasema si mimi niko free, kuja ni pre-season. December, si pre-season. Tukaenda game fulani uko Busia, sijui ni Busia ama Mumias. Kwa sababu makipa wa Leopards walikuwa hawakuji tizi na ni Hakuna do. holiday juu hakuna do. Ukaenda ukashika. So ilikuwa mimi na Kasaya. Ilikuwa team Z, team ya kina Kamati, kina Seda, nini. So mimi nimeenda huko, mimi najua tu mimi nimeenda ni lift tu nimeenda. There's no chance you're going to play that game. Na feel poa, nimevaa jezi ya FC Leopards, nimewarm, viatu zina shine, gloves zina shine nini. Kasaya akacheza first half, alafu Kasaya was very authoritative. Akasema arudi second half. Arudi, amemaliza exhibition match. So Wycliffe Kasaya by the Alikusaidia mbaya. alinipa opportunity. Sasa Alikupea chance. mimi naye ndani. Coach alikuwa mlami fulani, walimchuja hata kabla nirudi hiyo time. Sasa It was just after Logarosic. After Logarosic. Some guy who came there to hold. Sio Coops. Si Coops sasa ndo alinisign sasa. Mimi ndo vizuri. nilipata Coops tukiwa. Sasa yeye ndo alinisign, yeye na Muyoti. So huko tayari game tena nikaingia hivi, game ikakuwa tamu. Alafu unajua ni game ya ushago, Waluya wako hapo mpaka kwa line. Wana celebrate mbaya. Unapiga masave. Si save, nikaletewa ball fulani hivi, nikachenga striker, nikaingizia Seda hapa ndani. Ai. Akwambia watu wakasema yes. Ingine ikakuja 1-on-1 hivi nikasave. I had like 3 or 4 actions. Si mingi. Hiyo tu.
si mingi but hiyo ndo ikanipea job yangu. Nikimaliza high Okay. school wakaniambia wewe tunakusign. So at that point mkaongea story ya do nao ama walikusign tu? Umechanganyikiwa tu ukasign? Story ya do sasa ilikuja sasa hiyo after hizo matrials nini because now they had to trim people guys, alafu ndo wakuwe na budget and all those things. They didn't have money but so hapo mimi watu hapa nje wanasema ulicheza FC ulikula signing fee. No, mimi as a 19 year old sikupewa hata shilingi in terms of signing. There's a decision you made that I heard you talk about in one of your other interviews that really I must commend you for that. You said you used your money, the money they were paying you as upkeep, instead of maybe moving out of home to go and try life out there and have fun, use it to educate yourself. Yeah, because ultimately adui yangu ni poverty. So wejua anything that Mkolwe does is to escape poverty. So nimepata opportunity in a family of 4. We are 3. Unfortunately my dad passed nikiwa ndio naingia form 1. So nimetoka high school na 2016 nimepata job inanipatia some good chums. Yeah, some good money. Inanipatia some good chums, mtu mwenye bado naishi kwa home. Naishi home. Nilikuwa nimeitwa campus UN. But nikiangalia hivi timetable ya UN na nikiangalia TZFC na FC huku napewa do. Na huku FC napewa do huku siko sure kama nitapata job after campus. Nikaambia And you signed a 3-year contract if I'm not wrong. Yes, I signed for 3 years. That's the campus money essentially. If you can stay in that team for 3 years. Nikipiga hii hesabu najiambia So ni fee. So my mom didn't know nikienda ku apply for campus. She had no clue. She had no idea because yeye alikuwa anajua because my mom works at UN. My dad worked at UN. So hiyo ndio ilikuwa safari. Hiyo ndio ilikuwa safari. Kila mtu aingie tu UN. Lazima uende university. So mimi nikajikamata siku moja after tizi. Nikaenda campus. Nikaenda USIU, nikaenda nini. Nilipatia mama yangu barua ya admission after nimefanya orientation. Ushajilipia fee? Ushajisort installment ya kwanza. Nisha negotiate hadi huko. Ndakuwa nalipa na installment. Utakuwa unatoa do. Mama yangu hajui. But she must have been really proud of you because that shows some initiative. My mom so hakuwa niambia but najua deep down she was very proud of the decision kwa sababu si ati tena nililipa hiyo do iliweza kucover the whole fee because she had to chip in na kunisaidia. But still how many guys will even go home and say ati tunapewa kitu hapa kwa pasenga wanasema huko hata hakuna kitu. Unajua mpira ya Kenya. But hizo do nilipata at Leopards for the 3 years played a really huge role in my campus life. Na ikani open to a different way of thinking, different perspective, different understanding about money ambayo imenisaidia for now the 7 years post campus. Hiyo knowledge nilipata hiyo time imekam in handy. Campus alikuwa anajua unacheza ball? Hakuna msee alikuwa anajua unacheza ball kampo. Kwa nini? Ile campus ilikuwa campus nyingine hatari. Au konda start treatment juu wataniambia niende niwachezee school games na nimechoka hiyo time. Nimetoka kukimbizwa na Akwana. Nimetoka tizi ya Akwana imekuwa mzito. So at campus Kenya nilikuwa tunaenda gym, naenda class na naenda home. That's it. Like very few people know me as a soccer player in campus. Knew me as a soccer player in campus. People had no clue. Walikuja wakirealize like nikiwa sasa 4th year. Ukienda kumada. Nikienda kumaliza. Juu sasa nikienda kumaliza. Sasa kuna time nilikuwa na some time off. Sijui football ilikuwa imefanyika nini. So hiyo time sasa afu unajua kama mchezaji utaingia tu kwa watu wakicheza hizo games za Culture Week, Kenya versus Somalia. Utaingia kucheza. Hapo ndo watu wakaanza unachezanga ball. Nachezanga jo lakini si vibes and inshallah sure. Juu afu unajua tena campus nilikuwa wasee wako do, watu wako do. Na mimi najua penye natoka. Sina hiyo do hiyo design. So kuna venye tena siwezi cheza na nyinyi sana. Juu nyinyi
Kuna mahali mtanipeleka na siwezi There's jisort. a friend of mine who was in campus with you, but him he was on scholarship. Funnily enough, he was also at AFC with you, but him he only lasted 6 months. He once told me in confidence that the reason why he only lasted 6 months is AFC gave him a very good salary. In fact, I can say, imagine him, they gave him 60K. 60 So the Gs. guy says he's on USIU on scholarship, so that means his priority is the school team. Yeah. He's not going for AFC training, but every month he's seeing salary. Wanamsort. He said it was insane. Blessing yenye ilifanyikia FC Leopards nikisign ni SportPesa. SportPesa walitusort. Juu mimi, I'm one of the few players ambao sidai FC. Uwadai Siwadai, I can say this with so much confidence. Hata accountant wao mato akikuona mahali mnafurahia ananicheka akiniambia unajua wewe utudai wewe. So I was very privileged that in the years that I was at Leopards, hakuna siku nilimiss salary yangu, hakuna siku ilichelewa. So ilinifanya niweze kusort vitu hapa na pale very seamlessly. I have to ask you this question for the fans' sake. Who's the best player you played with at AFC? At outfield is okay. Outfield. The best you saw. Because AFC at that time was signing guys. Kama kuna mtu mwenye mimi nasema anajua mpira hii Kenya, ni saizi the TM, Bernard Mangoli. That's the guy. Sikuwa nimewahi akicheza ati hizo games nikiwa high school ama nini, but that guy kuna game fulani tulikuwa tunacheza hapo Nyayo. Ule mtu alikuwa na football IQ. Big game player. Big game player, big balls, ana decisive, composure, ni smart kiakili. But to mention others, kuna Waivoni Suza, kuna Edward Seda. Kumekuwa na wachezaji wazii. Nimepata opportunity kwa kucheza na, but kwa wote mtu mwenye mimi nilikuwa na aliai tu ni bamba serious ni Bernard Mangoli. Yeah. You know the good thing with you, Edwin, you're a very honest guy, which brings me to my next interesting question. Honesty is there is a team a lot of guys don't know. Some know, those who are around football, it was never in anyone's dream to play there. But hey, if you played in this league between 2017, 2018, Wazito was a place to be. Wazito ilikuwa inaitwa Wazito ya mafuta. Wazito walikuwa na the only team mimi nishaona iko na basi ya Mercedes ya kupeleka ma player up and down. Kuna siku allowance ilikuwa 25,000 for a game na tuko NSL. Kila msee anapata? Boss, 25 Gs buda. 25 Gs ni salary ya mtu kwa team nyingine. Mkiwin game 25k. Na tuko NSL. Nakwambia mwenye the gentleman ambaye alikuwa mzito wa Wazito, Eric Badoa, had a very good idea of football ya remuneration. Sijaiona remuneration kama hiyo, na ikanifungua macho kwamba hapa nje watu wako na do. Football pays. Madosi. My investor. Huyo jamaa alikuwa kuna siku amekuja changing room akona siga hivi. Unajua vile changing room na siga. Half time ama full time? Full time. Win game. Venye mtu kwa hii Kenya yetu ukiona mtu anavuta sigara na wewe si mtu wa sigara unaweza mpigia kelele. Lakini udonga amekuja na siga. Anaweza puliza hadi hivi kwa sura yako. Lakini amekuahidi 25,000. Utamwambia kitu? Hakuna kitu unaweza. That guy was filthy rich. Alikuwa amezungumzia stadium. Basi alisema hamna basi. Hivyo tu. Hamna basi. 3 weeks. Haikukaa. Where did this guy come from? Mimi hata sijui alikuwa anatoka wapi, lakini mimi najua mfuko yangu haikukaa vibaya. You, Edwin Bana, is like God was really holding your hand because your moves. If there is something that I am grateful for is that hakuna team ambaye nimeenda ambayo nimekosa salary. There was nothing. Yeah. Hakuna na hiyo ndio kitu imenipatia longevity kwa the 10 years kwa sababu my basic needs have always been met. Not to the standard ya ambayo inafaa, but sikufungiwa nyumba, sikukosa dish. Nilikosa fare hapa na pale, but niliweza kufika tizi. You know, you Wazito guys, you have to be honest here and tell you that you guys used to feel hot, man. Even when guys come for trials, we didn't feel hot. Guys were feeling hot. We didn't feel hot. We were hot.
Umepiga win 4 uko na 100. Bro, it was that serious. Umepiga win 4 boss. 100k na inatoka kila mse anapata. Boss. Let me ask you, you guys playing for that team, were you guys now like trying to keep it, yani wasengine wasijue, because everybody would want to sign bana? them? Mimi sitaki kujua bwana, mimi bora mimi nimepata do yangu nimeenda hivyo tu. mimi sitaki kujua. Wewe unataka kuja kusai bro? Unajua mimi nakumbuka time ati wasije wasema mjui Asa alikuwa anapiga ati yoga huko Lavi, tunapiga yoga mse. Timu gani ya Kenya anapiga yoga? Ndugu yangu mimi sikuwahi jua yoga, ndugu yangu. Maisha yangu yote sikuwa nimejua yoga, lakini mzungu fulani ananiambia savasana. Ndani. Unasema nini? Tumepiga recovery, umewekwa kwa room sijui 40 degrees. Unashangaa hizi ni vitu gani? Lakini after hiyo umepatiwa ka isotonic hivi umepiga. Bro, what was that experience like, man? I told you were in that team, 2 different stints, eh? Yes, 2 different so stints. How was the first one? The first one ilikuwa ya shida. Haikuwa na pesa. But I'm grateful that I was on loan, so yes. My parent club was sorting me. But ya pili sasa hiyo yenye watu walikuwa na angalau wanalipwa poa. It was a very good experience. Tulikuwa mpaka tunapimwa umelala hours ngapi. Nakwambia pale. Wanakucheki wanajua. Pale Camp Toyo 6:30 ukipata wachezaji wa wazito wamelala hivi chini. Tumewekewa zile Fitbit. Inasema recovery yako imekuaje. Kidogo umepigwa hapo supplement. Kila mtu akona supplement iko na jina yake. Kidogo umepewa chakula after tizi. Hizo ni vitu zenye sikuwa nimeiona. Bro, if they release you from that team, you can just die. Because that's a professionally run organization. You had a very good coach. Your time, who coached you? Moha, the assistant coach for Mathare. Yeah. That guy is tactically good. He's brilliant. His drills are good. He's brilliant. Easily quite short. I think 45 minutes. At the time, he was a bit inexperienced. Yeah. But unaona ni ile yenye unaona msake for what he is. Unaona Kenya na do. Ni serious. He's thorough with time. He's thorough with training. Tizi akisema ni 1 hour 30 minutes. I pity 1 hour 31. Like hata kama amjamaliza Kenya alikuwa amesema but 1 hour 30 minutes imeisha. Tizi imeisha. Kwa hiyo Toyoyo ikiwa bado Toyoyo, nakwambia hapo nje unapata watu wameweka tu mandai. Wakenya lakini hatujui kutumia pesa. Watu wamehaya tu gari na pesa kidogo ya wazito. Wamekuja leo tizi. Wasona haya mandai. Hawanunui? Utanunua kweli na salary ndo uko month ya 3. Bro, you know Nikea told me when he was here on the show. He came and said manze. Amenitesa lakini huyo jamaa. Acha hiyo mtaongea naye. Unajua nini amenitesa nayo? Free kick. Hajanitesa vibaya lakini ati free kick zile za tizi. He was good at that. Mguu huyu mjamaa sijui inafanana. Daga. Mimi namuita Shikure. Namuita Mdaga. Hao jamaa ni mamba. He was really good at set pieces. Bro, he was saying you guys had this end of year party at Carnival. Wow. And he has never seen in his entire life. He has never seen. At you guys came, you ate, you were given money. I don't know, it was like a movie. Unfortunately at the time, mimi sikumaliza season hapo. Juu sasa unaona ni ile unakumbuka mkiwa na Monday. Osborne Monday kwa show akikwambia mkiwa mse wa principles nini Kenya huwezi toboa. So tulikorofishana na mwenye alikuwa na run team at that time because I got injured na nilikuwa na unajua niko na access to some chum, so niko na physio na nisort. So tukakorofishana kwa hiyo maneno nikamwambia. Why is that an issue? Nikamwambia Why was that an issue? Why was bringing that ni Kenya tuko na umtaa sana. But it's not your fault that you got hurt. You got hurt working. I got injured working. I used to go for training physio wa team ananiangalia but just because sikupona as fast as walitaka wakajam wakaniambia wewe songa. Mimi pia nikawaambia aje sawa because I was in campus hiyo time. Mimi najiambia kwamba hata nikiachana hii kuna mi life yangu adui ni poverty. So umenitoa kwa hii stuff haina noma. Hata 6 months ago sikuwa nayo but I was just fine. Okay. So mimi niko tu sawa napambana design yangu. So you left there and where did you head next? So I left there. I think hiyo time nilikuwa na maliza na campus. So nikachukua some break from football, then City Stars. No. Then Nairobi Steamer. Yeah, because I went to Nairobi Steamer. Were you in the same team with Koke? Koke. Alex Luganji.
Sasa I'm not Nyi ndo amkupanda playoff iliwalemea. sisi sasa Ulikuwa na Curtis kabla Curtis aende go. Curtis alikuwa shaenda, so hiyo ilikuwa the previous year. Okay, so mi nilikuwa na kina Shikokoti, Bogoto, Simiti. So sisi kitu ilifanya nilitoka sasa Nairobi Stima ni juu team ilivunjwa. Western Stima, Kenya Power walijitoa kwa sababu sijui ya nini na nini. Just wrangles zao. Na tulikuwa number 3 hapo, ilikuwa tushinde Bidco, tushinde nini, ndio Bidco wakapanda. Tushinde Bidco, tushinde nini tupande. At the 11th hour this happened. So tunapigiwa simu na chairman siku moja, tunapatana pale Nairobi Stima, anatuambia majamaa imekuwa hivi na hivi. Alafu funny enough ni that clause was in the contract. So ni kitu huwezi argue ati useme wakulipe salary imebaki. The clause was in the contract that if the main sponsor withdraws, your contract is terminated immediately. At the point it's at. Yes. So wewe uko na story ya lawyer wewe. Jibambe, but hiyo clause iko. Because I remember, like mimi huwa napenda kusoma hizo contract. Yeah, it's important. Very important. So ikafanyika hivyo, nikatoka Nairobi Stima Kenda City Stars. Nikaenda Bidco. Bidco kwanza. Ndio nimepiga Bidco 3 years ndio nikaenda City Stars. Mtu wangu Kenya mpya ama? Ulikuwa unapanda Kenya mpya? Boss. Hiyo kitu Jordan. Nakwambia unajiambia tu niko kwa hii gari wana nzima. Nilikuwa naishi hapo Kasa. Wana huko unafika inaitwaje? Hapo taondo upande Samat. Tunachukuliwa na gari ya kampu hadi Del Monte. Nakwambia 3 years of my life. What kept you going? Nimepambana. What kept you going? Poverty is the enemy. Poverty hiyo tu, yani kutaka kukosa kusota. Mimi mtu asiniambia ati ni juu niko na passion ya ball. Kai lipi manze. Poverty is the enemy. Si mambo na kai lipi, ni juu this is something that I'm good at. And it's something that nilikuwa najiekea, nimejiambia kwamba hii ni kitu itanitoa kwa block. Yeah. Ndio kitu itanifanya, because I'm big on financial independence. I really want to reach a time where I can do what I want with whoever I want for as long as I want. Lakini ndio kwa maana hata kuna contracts nimechukua hapa in my 10 years zenye ningekuwa tu ule mtu mwenye unaona venye ule wa umtaa. Kuna contracts singechukua hapa nje, but poverty was the enemy. Na nilikuwa nataka tu keep afloat, nikijenga portfolio, nipate deal ya nje, niondoke shida. So Bidco ulikuwa pale Bidco umeangana nayo mbaya. Bidco nimepambana nayo deadly. Jua ya Murang'a ni hatari. Hiyo jua ni kama inakuambia kijana nunua gari. Kijana ungefanya kazi ya ofisi. And then Bidco has a lot of older players. Si wazee wa young. It has kina Waruru. Iko na kina anaitwaje huyu midfield. Timu ya kusurvive. Ni timu yenye mentality. Mlikuwa uko na Gadhu. For a season. Ako wapi sahi? Ako Qatar. Nakwambia watu walikuwa, yani mentality yenye ya wachezaji nilikuwa nao pale Bidco. Haikuwa same na yangu na some young people that were there. Sorry to say. Kwa sababu ni wase David Orem. Kutoka nayo Wazito. Ni team ile ambayo ni team ya watu wenye washaona. Nzuki ashaona kila kitu anataka kuona kwa ball. Waruru ashaona pesa yote anataka kuona kwa ball. So unapata kupambana na watu hiyo design same ni watu wabaya, but hatupambani the same way. Hatupambani the same things. Hatupambani the same things. Kuna mtu ambaye yeye anapambana asikose kwa kikosi ndio apate hiyo allowance, ndio anunue maziwa mtaani. Mimi nasema mimi nataka kucheza venye nacheza nipate deal ya nje. Unaona, so unaona mse mwenye ako cautious asipoteze hii unga na mse mwenye ana give it yote yenye anaweza. Like ni watu wawili tofauti. So towards the end of it tukakuwa tena na conflict na nikaamua by the way, lakini imeniserve for 3 years. Imeniserve poa, lakini acha nijitoe. Nikijitoa sasa ndio nikapata the best season of my career at City Stars. City Stars sasa
Nikaenda nikapatana na Nicholas Muyoti na one of the best goalkeeper trainers ambayo nimewahi kuwa naye anaitwa Abel Omuhaya. Hats off to that man. So hiyo season ikakuwa my best season. I got Bidco nilikuwa napata minutes but Sporadically, si consistent consistent. minutes, but City Stars that first season tulikam tukakuwa number 5 Na umecheza games. na nimecheza games serious games kama zote. Waluya wako kutafuta tena. Hiyo ni story ingine. Hiyo ni Lakini story hiyo ni ingine. story ingine. Sawa. But hiyo mwaka nikapata clean sheets 10, tukakuwa na season poa. Ni ile season yenye tulishikisha 7 straight wins. Hiyo ni kitu haijaifanyika City Stars. Hata kwa ile akina Ray. Hakuna draw hapo katikati. 7 wins. Alafu remuneration ya pale City Stars at that time ilikuwa starting allowance ni price X, ilikuwa 7,000. 7,000. So 7,000 mkishinda game next Doubles. 8,000. Mkishinda ingine 9,000. Mkishinda ingine 10,000. Alafu inakuwa capped at 7,000. So nakwambia hizo 10,000 nilikula mara kama 3. Hiyo December nakwambia. It was great. Kijana wangu alifeel kwamba hii mwezi tuko na do. Kuna kitu. Juu nilimfanyia vitu sijui. Wala. So that was my best season in the Kenyan Premier League. Got enough minutes. Did Muyoti's leaving to Homeboys affect you? He left. Because I remember he left. He didn't leave to Homeboys. He left to Nairobi. No, he went to Homeboys first. No. He was at Homeboys. He was at Homeboys City Stars. Yes. Then he went to Nairobi. Yeah, he went to Nairobi. So ilichangia kwa sababu si unajua hiyo consistency ya minutes. It changes a lot when the head coach leaves. Sasa now you all start again. Head coach amekam, sasa tumeanza fresh. Yeye pia akona ideas zake. Yeye ni mtu mwingine tofauti. Hatujai work na yeye anywhere. Muyoti nilikuwa nimework na yeye FC Leopards. Yeye ndo alikuwa amenisign, yeye ndo alikuwa ananijua for the young boy that I was. But sasa huyu mwingine tena mambo ikakuwa tena tunavutana kidogo hapa na pale. So ni season ikaisha. You left. Unfortunately team ikakuwa relegated. So ndo ukaenda Homeboys. So nikaenda home sasa. Kakamega. Watu wa home pia wakuone sasa more. Ingo. Au Shimanyula za nona. Ule ni sijui niseme aje. But ule ni authority mwenye anajua yeye ni authority. Akishasema ni hivyo. Ule jamani authoritarian. Akikam lazima mtafeel amekam. Na anakuja na doa ama anakuja tu na mastori. Yaani strategic. Ni mjanja, ni mse mjanja. Anakuja time analeta allowance. Ndo awasomea alafu anawapea kitu. Amewasomea alafu allowance. But is a good guy, dozi inatoka nini? Do yake ya allowance yake inatoka poa sana. Salary ndo kidogo. Salary ndio, timings ndio. Juu unajua ni businessman. So kuna time ako na do, kuna inconsistencies za timing ya do, but do imetoka. Would you advise a young player today who's 19, 20 to go to Kakamega Homeboys, or you tell them to go later when they are much more experienced? I'm very biased about that question. Kwa sababu a 19-year-old as his first straight club, amewaka as his first club in the Kenyan Premier League, I would highly discourage from going to Homeboys. Homeboys ni team inataka ready-made. Haitaki inconsistency ya leo umeperform poa, kesho umeperform vibaya. So I would advise the young boy to go to inaitwaje the Kariobangi Sharks. Kariobangi High. Team ambayo inapatia young lads actually a sporting chance, inawapatia hiyo understanding, ball penye utacheza utadevelop, sio ball nyingine inakujia. Unajua ball ya Mluya imetengeneza Masud, imetengeneza Duke, imetengeneza kina Oyemba, kina Ovela, wase wenye unaona, yani si unaona, si hivyo ndo tunapimaga results. Hata imepeleka watu Shabana pia.
na inakutoa from the raw talent. Yeah. Alafu Unakuwa something refined. so inakupatia opportunity. Sasa unaweza survive Kakamega Homeboys. Kakamega Homeboys ukienda kama kijana mdogo, You're not ready. you need Kenyan football inahitaji raw. Heart. Lazima ukuwe mpambanaji serious. Enye most of the time a young boy straight from high school hata ezana na demands, hata ezana na mafano wa Kenya ambao sometimes hawakuji kuangalia ball au wanakuja kuangalia result. Unaweza kuwa umepiga kama kijana mdogo, unaweza kuwa umepiga 7 saves, umeshika ball moja ikaingia ndani, wewe ulituuza. That's what they see. Yeah, that's And what they'll tell you. Yeah, Because pia wanakamtizi nini. hawakuji tizi, hawakuji wanakuja tu game. Okay. Kenyan fans, that's something that they need to work on. Mistakes happen. They need to be taught about that. Osborn Mande alisema the same thing, I think, kwa mistakes issue happen. that football ni sport. Football si account. Na hata accountants wana make mistakes, true? But football ni in a game of 90 minutes, niko na decisions more than 100 to make. Juboli imekam, niko na opponents 4. Niko na opponent kiwanja, niko na opponent mpira. Mpira yenye nachezea Homeboys, si mpira nachezea nikikuja Kasarani. So the ball is different, the pitches are different, referee ana mambo yake, teammates wako na mambo yao. So like you have 4 different opponents kabla tu control the ball. So kijana mdogo inaweza kuwa nzito. But I would advise it for more mature players. Yes. So Edwin, now we get to the part of the show that is interesting. The meat. There's something that has been heavy on your heart and you really want to talk about it. Yes. I saw something you wrote somewhere. Yes. It's very fresh and it's hot. Yes. And it's very important. Highly combustible. Your statements echo the sentiments of a man who feels a bit hard done. And here we like to say the truth. Because I think if you don't tell people the truth sometimes, or most of the time, then what's the point? Leo umesema, it's not always necessarily the fault of the custodian of the goal. Sometimes it's the coach. Or other factors around the environment that contribute to some results. Yes. What do you mean by that? So Mukolwe is speaking... Mukolwe is a brand now. I've been in the league for 10 years. I have people that I inspire. I have people that look up to me. I have people that have been encouraged by my story. And I feel like the Kenyan goalkeeper's story has not been said, has not been narrated the way that it actually is. And that is something that I seek to do so that 2 years from now, tukitembea hapa nje, mtu anaweza kuexplainia exactly what happens in the life of a Kenyan goalkeeper. Because Kenyan coaches, head coaches, I said it on my post and I'm not afraid to say it, they are solely responsible for the increased errors leading to goals in the Kenyan Premier League. It is their responsibility. Katika nyumba yako, ukiwa na mtoto ambaye anatukana watu, mtovu wa nidhamu, wewe kama baba, wewe kama mzazi, wewe ndo umekosa. And the thing that irritates me a lot is that they never want to take responsibility for that. They always put it on the players. Attitude ya wachezaji ni mbaya. Wachezaji leo sijui wamekuja wakifeel aje. But ultimately, the person that decides who is going to play, it's his or her responsibility to take the results. And this is something that I see is done very effortlessly. Maju. Amorim atakuja aseme kwamba the team had a bad day, strategy nini, atachukua responsibility. But Kenya, coaches are not taking responsibility for their fault. And what is this fault that I'm talking about, specifically for the goalkeepers? As I have explained to you, City Stars ndo nilipata the most minutes.
I was at City Stars when I was 26. David De Gea at 26. Manuel Neuer at 26. How many minutes had he played? How many minutes had they played? And this is the responsibility of the coaches. The problem with Kenyan coaches is that Mkolo ameanza season. Tumesema kwamba Mkolo anaanza the first game. Hawasemangi hata ati wewe ndio first keeper. Wewe umeanza the first game. The first game draw 0-0. The second game mshinde 1-0. Wewe uko na games zingine 4 unaweza sukuma. But the first game mshindwe 1-0. The second game draw 0-0. The third game lose. Goalkeeper Hawezi. ametolewa, amepelekwa terrace. The second goalkeeper Without an explanation. Without nothing, an explanation. No analysis, nothing. No explanation about what you need to improve. No, hakuna objective correction. Yeah, this is what happened. Regardless of how you concede. If the team loses 2 games as a Kenyan goalkeeper, we jua the third game ucheze. It's you. Yes, and if I'm to just... I need to give a bad example that might aid your case. There's a game I saw, me, I don't care, I'll say the truth. You remember when Cheche headed the ball into his own net? Yeah. That one also, it's the keeper. Alafu they are very selective. The Kenyan coaches, they are very selective. Yeah. Do you game umeisikia ikizungumziwa mahali? Never. Sijawahi sikia. Lakini Mustafa Oduor, I don't know these keepers ati tumezungumza nao, so I want to know. Your buddies. Ati nini. Mimi kwanza they are my clients. Nauzia gloves, nauzia boots. So ikiwa tu jamaa ambaye because unapata kuna keeper alikuwa Mara Sugar, anaitwa Steve-O. Ndo after 4 games alikuwa third keeper, alikuwa third choice. 4 games hata hajakuwa akicheza akibebwa kwa kikosi. Akapewa game. Game ikakuwa 2-1, dakika 90, unajua ile lapse of concentration, mvua ilikuwa inanyesha nini. Akaenda kudaka hivi ya crossball. Akahata. Ikadunda hapo, striker akaweka. Nakwambia that guy has been suspended mpaka saa hii. For match fixing. Has been suspended mpaka saa hii. He has not been served with siku ambaye kesi yake itasikika. He's just indefinitely at home. Yeah, so in Kenya hakuna ile you're innocent until proven guilty. Hakuna There's no fair trial, no one wants to hear. Coach akiamka tu akisema kang. Utasikia story ya Boni Munyasia, keeper KCB. Kuna game akiwa pale Annex, alienda kutoa cross fulani hivi ikajaa matano. Head coach. Yes. Aka post match interview. I was like, who does that? Who does that? Matano akasema ati ya leo ni keeper amewapea. Umesikia wapi ati Pepa anasema Donnarumma ameuza team? Umesikia wapi? In a professional league, in a mature league. Sijui kama unanipata. So I get you. The story of the Kenyan football player, Kenyan goalkeeper should be told as it is. In reality, that the inconsistent minutes that people are getting in their foundational years ndo inafanya kwamba mtu anakuja leo ameshika vizuri sana. Gad Matthews akicheza game ya kwanza versus Shabana ameshika vizuri sana. Game next akiconcede 2 goals against ilikuwa AP Bomet. Hii game yenye walishinda 3-2. Walishinda 3-2. Iya Sharks. No, not Iya Sharks. 3-2 wakishinda AP Bomet. Watu wanaanza kusema ameconcede cheap goals. So hata piga games 2 consistent, match fitness ianze kudai, because match fitness is a requirement for professional goalkeeping. You have to be match fit. Na match fitness inatoka wapi? Courtois akiwa Real Madrid, bora ako fit, yeye ndo atacheza. And we're not saying that you favor goalkeepers. A coach, go to, when you're doing your scouting, get a keeper whose profile suits your playing style yenye hata hatuna. So get a goalkeeper that whose player suits your playing style. Bring him to your team and make him the first choice goalkeeper. Ali. Yes. Make the distinction. Yes. Kukuwe na difference. Mimi nimekuwa team ambayo on Thursday tunacheza game Saturday. On Thursday hatujui nani anaanza. Kila mtu anaviziana. Bado tunaangalia who will play. Coach is unsure. Yeah, coach. So
kuna timu ambayo at 8 am siku ya match day Ndo wanaambiwa. ndio wanasema aya Mkole is starting goal nini starting goal. What preparation iko hapo iko wapi? Nakumbuka Mande akisema kuna kipa fulani walikuwa naye bana, huyu mzee amelewa the whole night akaepa siku ya game. Kulewa hata unaweza sema ni unprofessionalism, lakini kuna mtu ameenda kula lunch Bama mzee amedish Akiexpect acheze. si yako bench kidogo Mkole is starting goal. Huyo mtu ataperform kweli? Food zinaisha 70th minute. Sembe alafu ni sembe ingine serious. Kwa pale Bama ukitaka sosa 7 utapewa. So unapata, so those are the challenges that I feel like goalkeepers wanna go through, ambazo I feel like it is black and white. Why don't your trainers speak up for you? I get they're employed, they're part of the technical unit, but People- behind closed doors, why don't they tell the coach that is wrong? I feel like majority, just like players, I feel like in Kenya hakuna makochi wengi huwa hawana technical team ambayo wanatembea nayo, ati kwamba leo Mkolwe head coach akikuwa fired anakuwa fired na Wase kama 20. Hakuna. Huku ni head coach anatolewa hii team, analetwa hapa, wewe fanya kazi na goalkeeper trainer venye anafanya, nyinyi muelewane huko. So you find that in most teams watu wana survive. And I think tumekuwa na conversation tukiwa pale nje, like people are surviving so much in our teams. Na ukiwa na leader mwenye ana survive, as an employee, wewe hujui siku utafutwa kazi. Juu that leader Uko tu hapo. atakuthrow under the bus anytime to save his job. And that is my problem with the Current regime. technical teams in our Kenyan clubs. Hakuna the professionalism ya decide to make that big decision that Mkolwe, we are signing you, but we are signing you as a second goalkeeper. Huyu akiumia ndio wewe utacheza. But Kenya, hata ule kijana ametoka shule, Ni wote mkosea. yeye anajua yeye anaweza cheza game ya kwanza. Wenyewe mnaniambia nini? Na unajua hiyo ni kitu wazungu wametoa kwa system yao. Why? Because there are standards, there are requirements that need to be met ndio success ikue repeatable pattern. Ndio David Raya produce ratings za 8 out of 10 consecutively for 40 games. Huwezi kuwa unagambo. Bro, I read an extract whereby Man City players were saying when Donnarumma came into the changing room for the first time, they knew he was first choice. Yes. Nobody had to tell them. They just saw the guy like this. Everybody knew. Yes, and Trafford, he's a very good goalkeeper. Equally in Arsenal, Kepa is a very good goalkeeper. But when they were signing of the contract, They knew. yes, it is cast in stone. Hakuna kuguess, lakini Kenya hakuna consistency ya minutes. Leo Brian atacheza, atafungwa na team, kesho utasikia hayuko. Leo Mkolwe atacheza, after Brian ametoka, Mkolwe ataingia. Mkolwe asukuma game 3, game ya 4 ianze kuwa nzito, watoe Mkolwe, watafute huyo kipa watatu, waingize tena. We are gambling. That's actually At gambling. the biggest club you played for, FC Leopards, was that there? Was that present? You guys knew who the first choice keeper was. It was known. No. Ama ni gambling too, but- Unfortunately, it was not. So at Leopards sasa ilikuwa 2 serious goalkeepers. And then the third guy. Yes, Anyway. Mkolwe sasa. 2 serious goalkeepers, alafu Mkolwe ni mtoto ndo tuna build. So yeye progression yake tutaangalia in Na utacheza in lini, 2 years. bro? After 2 years we will revisit. Like that's a reality. Like I say it with my chest, because it's a reality that I've lived. Alafu unapata katika hiyo yote umepatiwa game just fresh, umekaa kwa bench 13 games. The 14th game umepewa game. Alafu mtu anataka kukujudge na the same. Umepewa game ya Gor huko Kisumu kwa TAF. Mimi nilipewa game ya Tusker, ndugu yangu. Baptism by Hujaicheza, fire. Sijaicheza. My debut came against Tusker. As a young player, you want to play But kwa it hits sababu The si mimi smell of the mchezaji. field hits Yes. Unaingia hivi huko Batambuze, the first contact I had, Batambuze alinigonga. Ukasikia. Nikajua Easy high school. wakakuja wakanigonga, wakaniambia haya, welcome to the Premier League.
Walai. Na unapata ati sasa unataka Consistency. that player nicheze game ya 13, 14, 15, 16, 17 consistently. No, it won't be like that. Hiyo ni gambling. Like kunafaa kuwe na standard ya kwamba wewe utacheza, backup keeper atacheza, first keeper akiumia. Hakunanga kitu ingine wewe inatoa makipa kwa post. Then you. Injuries too. Injury. Hamunanga nini sijui family problems kama wase wa infield. Inaitwa Nini? goalkeeper ni mnyama tofauti kwa uwanja. Kwanza goalkeeper wa Kenya lazima, mimi nimecheza na injuries, nimecheza na painkillers, nimecheza kwa sababu unajua hii unaona si kama Courtois. Courtois anaweza sema anaweza pata kanok kwa magoti aone anaenda kucheza na timu Bilbao ndogo. nini? Aseme Alaves. mkolwe hiyo injury tutafunga. Kwa sababu unajua anaweza kosa kucheza hii game next na ikuwe imeisha. Yangu ikuwe imeisha. Mwenye anapewa next acheze. Unanipata? Hautairudi. Juu sasa lazima watatu tena acheze. Huyu wa pili akitoka lazima watatu acheze. Ndio wewe urudi. Unapata dilema yangu. Kwani hizi makaf zote tunafanya zisaidii? Madutch coaching sijui nini? There are very few teams. There are few coaches that I can commend them. Who's the best you worked with? The best coach I've worked with. Hiyo ni swali. Siwezi jibu hiyo swali. You don't have a favorite? Sina favorite. Goalkeeper trainer, I have a favorite. Yes. Abela Muhaya. But head coach, sina favorite. Wote ni same. Ni same. Ni wanafiki. Acha niseme wanafiki. But ni watu ambao leo anaweza kuambia, Mkole, papa, you're the best goalkeeper. Today. Kesho uende uchukue hivi cross idunge. Aende ambie second keeper, Mkole, you are the best goalkeeper. Walai, and they say it to your eye. Hawakudanganyi. Hawakufichi. Wanasema mbele ya the other players. Mimi kuna coach amesema mbele ya other players kwamba nimewauza. Sikudanganyi. Alisema hivyo. Na game imeisha 1-1. Wewe ndio umeuza team. Ati mimi nimeuza team kwa sababu sikuendea cross unaona ile cross ambayo ni cross yenye nilijudge ni kama naweza ipata alafu nikafika mahali nika hesitate. So hata mwenye alipiga kichwa si mwenye alifunga. Alirudisha hivi ikafungwa, lakini nani mwenye hiyo noma? Wewe. Hii ya leo ni Mkolwe. Nikaangalia hivi nikajiangalia. Nikajiambia mimi ni mpambanaji. Napambana but deep down I know that this is not professional. And the sad thing is that majority of our coaches are like that. They are very loose with their tongue. They are very loose with that. They can say whatever they want just to save their face, to survive. And that is something that really hurts the sport in the long run. Kwa sababu kuna kitu wanasemanga hapa kwamba makipa wa Kenya hawapendani, si ndio? All the players generally. Makipa, kuna story about makipa hawapendani. So but tell me, mimi kama Mkolwe, I have stayed at FC Leopards as an understudy for 3 years. Ama for 1 year, second season nikakuwa regular kwa bench. Third season nikapata minutes hapa na pale. So when I'm going to the next team, what am I expecting? To play. Yes, that I'm going to get more minutes. But sasa unakuja kwa hii team, alafu mtu anakutoa kwa kikosi kwa reason ambayo si ya kimpira. What will you, as a human being, what will you feel about mwenye amepewa raisi? It's unfair. It's unfair. So, utapata magolkipa wengi hawananga story. Hata upate tu first goalkeeper, second goalkeeper, third goalkeeper, au watu watatu wanapiga tu story. That's a good team. But most of the time, first keeper aongeleshani. First keeper yani namaanisha mwenye anacheza at the time aongeleshani na wapili, aongeleshani na watatu. Why? Because kuna mahali huyu wapili amekwazwa. Huyu msee alipewa raisi ama huyu anapendelewa. But if there is a clear structure at Bayern Munich, Manuel Neuer wanajua kwamba yeye ndio first keeper. Ulreich, sijui kama hata unajua huyo keeper. Namjua. Ulreich, yeye anajuanga tu Manuel Neuer akiumia ndio mimi nitacheza. Like it is cast in stone. It gives that consistency. Kuna kipa mwenye amekuwa Man City
Anatoa Carson. Carson, Amecheza alitoka wapi? juzi. Na amekaa kwa hiyo team how many years? Many years. Dibu, Aston Villa. Same. Akiwa Arsenal, he stayed for 9 years as an understudy. Why? Because they understand progression. Kelleher wa Brentford sai akiwa Same, Liverpool. same, Like, same. na ndo ujue kwamba hawapigi kelele juu anajua this is the structure. But mahali hakuna structure kuna chaos. Chaos lazima ndo kwa maana utapata unasikia watu wanaenda game na wasalimiani, ama kipa mwingine, wewe ukishika gloves zangu tunakorofishana deadly, wewe umeniwekea dumba wewe kwa gloves zangu. Unaona, sijui kama unanielewa, kwa sababu Nakuget. when there is chaos, when there is no merit, when Then there there's is no chaos. structure, chaos. Wase mmesikia, when there is no merit there is chaos. So msubscribe ndo nilete mkolwe tena hii chaos iishe. Chaos Asanteni.